imejaa sumu kali, kila dirisha lina giza, hakuna nuru. Wanatembea giza. Karibu baba. Wanatafuta mwanga. Asante. Mimi naitwa. Nakufahamu. Si mtoto wa Bi Kenzo? Ndio. Baba aliniambia vitu vingi kukuhusu. Nimekuja kwa ajili ya kuonana na mchungaji wangu. Sijui nimemkuta. Yupo baba, yupo ndani. Ungeniitia tafadhali. Baba! Baba! Mgeni huku. Habari yako baba mchungaji? Sidhani kama kuna sababu ya mchungaji kutokuitikia salamu ya muumini wake. Najua kanisa ni kubwa, lakini waumini ni wachache. Hivyo lazima hali ya kipato ya mchungaji hiwe ni dhaifu. Sasa nimeona nilete hii ikiwa kama sadaka yangu. Mchungaji wako leo hajaamka vizuri, lakini nitamuelekeza kila kitu. Tunashukuru baba kwa hiki. Nimefurahishwa na ukarimu wako. Asante baba. Shukrani sana. Kwaherini. Ni nani ambaye amekwambia uchukue hizo pesa? Kwa nini ukatae pesa? Kama muumini anakuja kanisani kwako akiwa mwenye dhambi na unamwombea anakuwa msafi, basi ndio utakavyofanya kwenye hii pesa, utaiombea itakuwa safi na tutafanya matumizi yetu. Hivi we mke wangu, unajielewa kweli unachokizungumza? Umepatwa na nini? Unaikataa hii pesa ilivyokuwa nyingi, unaweza kuipata kwa pamoja. Si una kazi tu ya kukomaza ugoko na hakuna chochote unachokiingiza. Nayo yote zako ni pato kila. Edi swala la hela ya ndakira genene, ukebe ya kule melaka. Bosi wangu vipi? Chelsea. Na Niambie. niko poa. Kwema lakini bosi wangu. Bosi wangu samahani kwa kusimamisha bosi wangu. Unajua nyinyi watu wa maana sana. Akia Mungu nimefurahi sana bosi wangu kuona kwa nilikuwa nakuomba bosi wangu. Hata siku ya leo ipite vizuri kwangu. Hata kidogo kitu tu nitafurahi sana bosi wangu. Akia Mungu ya love you baba. Akia Mungu bosi wangu mtu wa maana sana tajiri. Yaani tajiri nakuelekeza ule ukweli. Yaani wewe ukifa hauozi bosi wangu. Yaani nakwambia hata kama leo hii ukisema wewe ufe, wallahi nakwambia uwezi kuzikwa Mlandizi. Yaani wewe moja kwa moja baka. Bosi wangu nashukuru sana tajiri yangu akia Mungu alabi tu mami Chelsea. Nashukuru sana kwa hii pesa ulionipa bosi wangu. Umenionyesha wema mkubwa sana. Acha na mimi nionyeshe wema mkubwa sana. Unajua mimi hapa kijijini naishi vizuri sana na mama yako. Sasa basi bosi wangu, mama yako mimi niko namdai shilingi kama 18,000 tu. Ni pesa ndogo sana. Sasa hapa kitu tunachokifanya, nitatoa shilingi 18,000, nitaweka pembeni kama deni la mama yako. Na ninavyokuambia bosi wangu, nitampa ofa mama yako ndani ya mwezi mzima. Atakuwa anakuja dukani kwangu, anachukua mahitaji yote bure. I swear as a God. Now, nakuelekeza bosi wangu mtu wa maana sana wewe. Naomba hizo hela. Naomba mara moja. Sijakupa hizi hela ili umsaidie mama yangu. Toba. Aya. Bwana jamaa vipi? Oh, Matua. Karibu. Grace,
Unafanya sasa nijute kufanya biashara na kampuni yenu. Ni wiki ya pili sasa tangu niagize mzigo na haujafika. Shida ni nini? Matula, kuhusu hizi container zimekwama hapo South Africa, lakini nimetoka kuwasiliana nao, wameniambia ndani ya siku 2 hizi zitakuwa zimeshafika. Kwa hiyo usiwe na hofu tajiri. No, mnaniferisha, mnanitia hasara. Sasa hasara gani unazozipata wakati pesa zenyewe za kuokota hizi tajiri? Unajua unachukulia kawaida sana Alafu nimesikia unataka kuoa, hivi ni kweli? Yeah. Sasa itakuwaje? Itakuwaje nini? Sasa usichoke la nini? Anyway, babangu ndo ametaka mimi nioe. Na bosi, kwa tatizo limetokea. Sekretari anatoka na damu puani na ameanguka. Hebu ita ambulance. Fanya haraka mwesheni hospitali. no, maliza tu wafanya kazi wao. Amna, so sana. Ni mmoja tu kwa mwaka. Mbona unasema tupigie ambulance? Pigie ambulance haraka. Nishapigia. Yaani mama, kiukweli. Hapana mwanangu, usinifanyie hivyo. Yaani we nikopeshe leo tu. Haki ya Mungu, mimi kesho hela yako nakupa mapema. Sawa, mimi sijasema kama nimekataa kukopesha. La hasha. Lakini mimi kuna kitu nataka nikuulize mama yangu. Hivi leo asubuhi ulifanikiwa kuonana na mwanao? Mwanangu? Yeah. Hapana. Mwanangu hajafika nyumbani leo. Alafu isitoshe hata mimi leo sijatoka, kutwa nzima niko nyumbani. Hivi unajua asubuhi ya leo nimefanikiwa kuonana na mwanao? Leo asubuhi nimekutana na mwanao. Mimi nikamchangamkia tu pale. Sije na matajiri nikamuomba kahela kidogo. Tajiri akawa hana bana. Nimecheka sana pale. Akawa amenipa shilingi ngapi? 500,000. Nikasema asubuhi yote hii jamani, kupewa shilingi 500,000. Nikasema sawa bosi wangu, nashukuru sana. Lakini nikamwambia mwanao, mama yako namdai shilingi 18,000. Katika hii pesa ulionipa, nitakata deni ninalomdai mama yako, sawa? Shilingi 18,000 naeka pembeni. Nikasema katika hii pesa nyingine, mama yako nitampa ofa. Ndani ya mwezi mzima atakuwa anakuja dukani kwangu mimi, nampatia mahitaji yote anayoyataka. Iwe mchele, si maharage, sukari, si sabuni, vyote nitampa ndani ya mwezi mzima. Kabla sijamaliza kuongea vile, akanipokonya ile pesa. Akasemaje? Cheusi, hii pesa mimi sijakupa kwa ajili ya kumsaidia mama yangu. Nikasema, mambo yanaendaje jamani tena? Sijamaliza hata kuongea vizuri, kawasha gari. Kaondoka, yani kaondoka kama farasi. Unajua mwendo wa farasi? Hivyo ninapokuambia, nilifuta vumbi uso mzima. Yani leso yangu mpaka iligeuka kama tambala la deki. Lakini yote kwa yote mama yangu, mimi nataka nikuulize swali moja. Kwani wewe na mwanao mna shida gani? Cheusi, hilo swali unalojiuliza wewe, hata mimi waga najiulizaga hivyo hivyo. Sielewi mwanangu mimi nimekosea kitu gani. Haya, ulikuwa unataka nini kukopesha? Mama. We mama. Mambo mageni ya jamani. Sielewi. Maana unani nimemtajia habari ya mwanae na kaondoka bila kukopa. Tunakabidhi nafsi zetu, miili yetu mbele zako Bwana. Naomba tulale salama na tuamke salama. Tuseme amen. Amen. Natamani sana kuona mafanikio yako, kwa sababu mafanikio yako ni mafanikio yetu. Nalijua hilo. Asante mume wangu.
Ma, hivi unajua kwa nini nakushauri ushirikiane na Vevo? Kwa sababu kama ukishirikiana na Vevo, hata maisha yetu sisi yatabadilika, na pia utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuponya waumini. Hii itakuwa mara 2 yake, na sio uwezo tu, utakuwa tajiri. Hivi wewe unadhani hao wachungaji huko mjini hawakuwa na imani kama kwako? Jibu ni hapana. Walikuwa na imani kama kwako, lakini waliamua kujiunga kule ili waweze kusaidia watu kiurahisi na kujipatia kipato, waishi maisha mazuri. Na pia mume wangu, unajua kama wewe ukishirikiana na Vevo utakuwa na waumini wengi, na pia utakuwa na uwezo mkubwa sana, na sio uwezo tu, utakuwa tajiri, utaishi maisha unayotaka. Hebu liangalie hilo mume wangu. Mume wangu, nahitaji muda kulifikiria hilo. Nifai kusikia hivyo mume wangu. Haya, tulale sasa. Nimewahi mapema ili tuweze kujikusanya tuwahi msibani. Si unaelewa sisi ni watu wa karibu sana na marehemu eh? Kwa hiyo unataka kuniambia ofisini tumefika 2 tu? Yeah. Lakini kuna kitu kipo sawa. Hivi, ushawahi kujiuliza kwa nini kwa mwaka wanakufa wafanyakazi zaidi ya 2 na vifo vyao vinakuwa vieleweki? Unaliona hilo lipo sawa? Kwa mimi sioni kama kuna lolote. Ila mimi nahisi ni hali tu ya kibinadamu. Alafu, unajua madamu anatusaidia sana eh? Kwanza sisi tu wafanyakazi wake hapa. Ametuajiri wengine hata vitu vyetu havistahili sisi kuwepo hapa. Hata elimu yetu haideserve, lakini still madamu ametuamini na ametukabidhi kampuni yake. Hivi kwa mfano, ukiomba upeleke cheti chako kikakaguliwe, si unafukuzwa kazi wewe? Mara ngapi tunaingiza hasara kwenye kampuni lakini madamu bado anatuvumilia. Na anatulipa mishahara mikubwa kiasi kwamba hata kampuni zingine haziwezi kuwalipa wafanyakazi wao kiasi hiko. Hebu tuachane nayo mawazo potofu bana. Yanaweza kukufanya ukasahau wema wote anayokufanyia. Bwana Yesu asifiwe, baba yangu wa kiroho. Amen. Baba, mara nyingi ninapokutana na changamoto kadha wa kadha, nimekuwa nikikimbilia kwako kwa sababu ya kupata mwongozo wa kiroho. Na safari hii nimekuja tena kijana wako. Nimekuwa na maswali kadhaa ambayo naamini kabisa unaweza ukanisaidia kunipa mwongozo mzuri sana wa kiroho. Hivi, kati ya pesa na utu, ni kitu gani ambacho kinaweza kumpa mtu utu? Nenda kasome Waamuzi 16 mstari wa 1 mpaka wa 22. Kisa cha Samson na Delila kina funzo ndani yake, hakika kitakusaidia. Ila sitamani uwe kama Samson. Baba, mimi siwezi kutoka ndani ya Kristo kwa sababu nimelelewa katika misingi ya Kristo. Shetani anawapenda wanaopenda dini. Unalijua hilo? Kiukweli yupo surprise. Maana anaona mambo yanaenda haraka haraka. Hata mimi nimekuwa na furaha sana tena baada ya kuona mambo yanaenda hivyo. Lakini shughuli yangu mimi sikutaka iwe na watu wengi. Watu wachache tu. Nakwenda, nachukua mke wangu, narudi naanza maisha. Hiyo ndio itakuwa poa. Kinachohitajika ni uzima tu, tumwombe Mungu atuamshe salama, jambo letu liende kwa heri. Kakaangu jichukulie mke wako. Naionaje hiyo kesho? Lakini mtu mwenyewe ametulia. Kaka, mimi naweza kukutafutia kimeo jamani, kamgaya. Shida uianze wewe.
sina ubaya wowote mimi, watu wananikubali. Hata wewe dada unajua kwamba mimi ni mtu mwema kabisa. Hebu tuondoke bwana. Tuishe basi. Sawa. Mgaya, muda wako umeisha Mgaya. Mbona ghafla? Aliyakuwa mimi nipo kwenye harakati zangu za kulimaliza hili jambo. Nini wewe? Hebu nielewe. Mimi mpango wangu unakamilika hivi punde. Nilishakwambia Mgaya, hauwezi kufanikiwa juu ya hili. Haiwezekani kivipi? Wakati kesho tu mimi naenda kufunga ndoa, alafu nitapata mtoto. Mtoto tutamtoa kafara. Wewe umepata na nini wewe? Unaongea peke yako? Ni vitu gani unavyoongea hivi? Haya ndio maneno ya mwisho kuyasikia katika hii dunia tamu. Usiniache mwenye tafadhali. Niache. Nataka usiniache mwenye tafadhali. Usiondoke Mgaya. Wewe breka. Kubwa na nini kakaangu? Dada. Wewe.